Tanzania kwanza, mambo mengine baadaye. Katika kipindi hiki cha siasa, Tanzania inaonekana kugawanyika kwa mitazamo tofauti. Kila kundi lina upande wake. Wanasiasa wana misimamo yao, viongozi wa dini wana mitazamo yao, wasanii wana sauti zao, waandishi wa habari wana maoni yao, wafanyabiashara wanatazama maslahi yao, na hata wananchi wa kawaida wamegawanyika kati ya kusifia na kupinga mambo yanayoendelea nchini. Hali hii imefanya watu wengi kujiuliza, nani yupo tayari kuweka pembeni maslahi yake binafsi kwa ajili ya taifa? Tofauti za mawazo siyo tatizo. Kila jamii yenye uhuru wa fikra lazima iwe na watu wanaokubaliana na wanaopingana. Tatizo linaanza pale ambapo tofauti hizo zinageuzwa kuwa chuki, uhasama au sababu ya kuvunjika kwa umoja wa taifa. Taifa haliwezi kujengwa kwa upande mmoja pekee. Linahitaji watu wanaoweza kusikilizana hata wanapotofautiana. Leo hii watu wengi wanaongea kwa ajili ya kushinda mabishano badala ya kutafuta suluhisho. Wengi wanakosoa kila kitu bila kuangalia mazuri yoyote, huku wengine wakisifia kila jambo hata pale wanapohitaji kurekebishwa. Katikati ya hali hiyo, taifa linakosa watu wa kusimama kwa ukweli bila kuangalia upande wao. Tanzania inahitaji kizazi cha watu watakaoweka mbele uzalendo kuliko itikadi zao. Taifa linahitaji viongozi wanaoweza kusikiliza maoni tofauti bila kuona kila mkosoaji ni adui. Linahitaji waandishi wa habari watakaotetea ukweli kwa haki na usawa. Linahitaji wasanii watakaotumia vipaji vyao kuunganisha jamii badala ya kuongeza mgawanyiko. Pia linahitaji wananchi watakaofikiria mustakabali wa nchi kuliko faida za muda mfupi. Uzalendo wa ukweli si kusifia kila kitu kinachofanywa na viongozi, wala si kupinga kila jambo linalofanywa na serikali. Uzalendo wa ukweli ni kuipenda nchi yako kiasi cha kutaka iongozwe kwa haki, amani na maendeleo. Ni uwezo wa kusema ukweli hata kama ukweli huo haupendwi na upande unaounga mkono. Historia inaonyesha kuwa mataifa mengi yaliendelea pale ambapo watu waliamua kuweka taifa mbele kuliko tofauti zao. Walikubali kukaa pamoja, kuzungumza, kutafuta suluhisho kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tanzania pia inaweza kufanya hivyo kama watu wataamua kuona tofauti za kisiasa, dini na makundi hazipaswi kuwa kubwa kuliko taifa lenyewe. Mwisho wa yote, hakuna mtu mmoja atakayeibeba Tanzania peke yake. Wajibu wa kulinda umoja na mustakabali wa taifa ni wa kila Mtanzania. Mabadiliko huanza pale ambapo watu wanaamua kusikilizana, kuheshimiana na kuweka maslahi ya taifa mbele kuliko maslahi binafsi. Taifa letu linahitaji sauti za kujenga, si za kubomoa. Linahitaji watu watakaosema tunaweza kutofautiana, lakini bado sisi ni Watanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Wape hekima na busara viongozi wetu kwenye kufanya maamuzi ya taifa letu.